Swala la uvuvi eneo la Maya wodi ya Jaribuni ndio uti wa mgongo wa riziki ya kila siku kwa wakazi wa eneo hilo. Hii leo tunakutana na Athman Kiringi, mwanafunzi wa darasa la 8 ambaye ni kijana wa miaka 16 aliyejitosa kwenye swala la uvuvi tokea akiwa na umri wa miaka 10. Naitwa Athman Kiringi Mramba. Nilianza na miaka 10. Hata sasa niko na 16. Changamoto kidogo tu kutoka na visu. Na kama maji hivi yanapeleka, unajaribu kung'ang'ana nayo mpaka utoke sehemu nyingine. Kama hii venye nimeenda, nimetoka sehemu ya Maya nikapita na huko kando kando mpaka nikaja kuvukana hapa mto huku kwetu mpaka ndio nikafika hapa kwenye mabawa kwenye watu naletewa crabs. Shida ilikuwa wazazi wangu ilikuwa hawanilipii shule, ndio tu nikaamua niingie baharini nivute crabs. Nikipata pesa kidogo kama shule kwa takana pesa, ndio napeleka pesa shuleni, naendelea na exam. Tena shuleni wakisema wanataka pesa tena, naingia baharini, nikipata pesa napeleka shuleni, naendelea na kusoma. Licha ya changamoto na ulemavu wa mamake, Kiringi hajafa moyo, kwani amechukulia elimu kuwa kipaumbele maishani mwake. Uvuvi ndio unaokimu mahitaji ya kila siku ya familia yake pamoja na karo yake ya shule. Nasaidia pale nyumbani, alafu na zile nyingine sasa ndio naangalia mimi mwenyewe chenye nataka kwenda kununua. Siombi kwa mtu, naenda kununua tayari, kama ni viatu, kama nguo, nanunua najing'arisha mwenyewe. Kama nyumbani kuna shida hivi ya chakula, nasaidia, anaambia shikeni basi hii kanunue chakula kwa leo tu peke yake, hata siku nyingine mnajua mkipata mtanunua pia nyinyi. Kwa hiyo hii chukueni hii pesa tununue chakula tule. Labda kuna mtu yuko pale nje, mtoto kama mwenzako anapitia changamoto kama ulizopitia, unaweza kumwambia nini sasa? Siwezi kumwambia kwa mabaya, namwambia kwa mazuri. Chenye unafanya ni vizuri, heri tu uende baharini, lakini si heri tuende ukaibe. Usifue sifa mbaya mtaani, hata wakati wewe ni mtoto mdogo. Nenda baharini kakangu, maana sasa kuzumazuma kwa midi sio vizuri. Nenda baharini ujisaidie mwenyewe. Mwandenge ambaye ni mjombake Kiringi amempongeza Kiringi kwa kuwa mtoto mwenye nidhamu na msikivu kwa mkubwa na mdogo, kwani tokea amfunze swala la uvuvi hajamuona na utovu wa nidhamu, si nyumbani hata shuleni, na kusema kuwa Kiringi ni kijana mwenye kuona maisha mbeleni kwa kuikumbatia elimu. Mimi kwa majina naitwa Mwandenge. Mimi kazi yangu ni ya baharia, kufuta makrabs na kuuza mapronzi pia. Kiringi, kusema ukweli, Kiringi ni mjombangu na mamake alikuwa haongei, ni bubu. Unaona, kabidi ndio kamchukua huyu mtoto ndio kaanza kumfundisha kazi ya baharia. Na hata pesa ya shule yenyewe ilikuwa hakuna, ilikuwa ni hangaika hivyo ndio kuja jua kuvua makrabs, ndio kabidi akawa anajilipia shule. Sasa mpaka sasa yeye ajilipia shule. Mimi nilimwambia venye nimekufunza uvuvi wa baharia wa crabs, ni hapa Jumamosi, Jumapili uende kwa makrabs, Jumatatu hakuna kwenda kwa makrabs, unaenda shule mpaka Jumamosi na Jumapili. Na huyo kijana hakunidarau, akawa anafanya hivyo, na shule yuko sawa, sijamuona tofauti, yuko sawa kabisa. Kusema kweli, yani mimi Kiringi, mimi ilikuwa kila siku lazima nimwambie achana makundi mabaya. Wajua mitaani kuna vijana wengine hawana maana, nyumbani kwao hawasikizi wazazi wao. Kwa hivyo na kuelezea mjombangu, nataka unisikie. Na kusema kweli Kiringi alinisikia. Hana dharau yoyote kabisa pale nyumbani. Kusema kweli hakuna mzazi mwenye aweza shindwa na mtoto, labda ni wewe mwenyewe kosa kumcontrol ndio waweza kushinda. Lakini mtoto ukikaa naye vizuri na ukimuelezea, na kama yeye mtoto akusikia, atakusikia sana vizuri sana kama Kiringi venye alivyonisikia. Mimi si mzazi wake, lakini nilimketisha chini na nikamwambia mpaka sahihi yuko sawa. Nikiripotia eneo la Maya wodi ya Jaribuni, nite Enrico Karisa.